To my fellow Kenyan Gen Zs, as a photographic journalist and a graphic designer that I am with a PhD, I have sat down and analyzed the videos of the so-called an MP that was actually shot yesterday evening, and I want to tell you with confidence that those videos are fake. That was just a vitimbi that was being acted somewhere in Gong and is edited just to show to the Kenyans that someone died. They said MP is just somewhere in mortuary with a woman that disappeared in 2009. So they are enjoying life together somewhere in a mortuary. Oh God. John Kiare, MP Dagoretti South, how do you feel that I'm using the same words you used in Parliament during the finance bill when the police were busy hammering us every day? Mukuki kwa nguruwe, binadamu uchungu. People from Kasipul constituency, I am not mocking you, neither am I talking shit about your MP Charles Were. I'm only trying to communicate or to pass information to someone somewhere that the so-called MPs in that house have done more harm to us than good. Those guys are not fit to be called MPs. When we were being killed on the street, they were busy clapping. The war between political class and the Kenyan Gen Zs will not end anytime soon. So please, to the family of the Charles Were and the people of Kasipul constituency, we are sorry. But the other people, it's okay. One day, it will also knock at your door. Nye. Na meno 32 nje. Bro, find them. Waku, ati MP wa wapi Kasipul Kabondo? Charles Were Ongondo amepigwa risasi hapo roundabout ya City Mortuary. Ni sawa tu, si hata raia wenzetu 5 waliuliwa hapa Transmara juzi, Emuru Adikiri constituency, Angata. Mimi si kuona kuna any president, deputy prime minister, sijui anaitangwa aje Messi Musalia. Hiyo position yake haikuandika statement, president hakuandika, vice president hakuandika. Hakuna mtu alikuwa anasema condolence na raia wameuliwa 5. Huyu mtu mmoja kwanza alikuwa madara pia. Is known alipoteza dem fulani 2011. Tangu hiyo wakati kwa hiyo constituency watu ni wangapi wamepigwa axe kwa sura? We have many pictures, many videos. Allies wake wakikupata kwa bar na wewe umekuwa ukiuliza mambo ya CDF unapigwa. We have desensitized Kenyans because these rich thieves, because they are thieves. Because if you look at Kasipul Kabondo, I think one of these years they had adverse mention of accounting kwa hii Auditor General report over 100 million. Juu 49 million cannot be accounted, ingine unaona 54 million ilikuliwa. Juu unajua vile Auditor General usema, lazima kitu ikuwe kwanza imeanzia mahali na imeishia mahali ikiwa na papers zake. Kama haina hiyo ni pesa imepotea. 100 million inapotea. Kuna mtu anaongea. Huyu jamaa anaibado, anajifanya mzuri. Naona hapa Sifuna na muita TCG Sir Charles. Acha kuharibia watu vitu zao we Sifuna. Because you people, you've normalized criminality. That wanasiasa lazima wakuwe criminal. Sasa Pwagu wamepata pwaguzi. Mimi, by the way, I'm not celebrating or anything. We are treating each other the way we treat each other. Mimi siwezi kutreat vizuri kama unanitreat vibaya. It's a reciprocal relationship. Ukifurahi pale parliament, mwingine juzi anatuambia ati we sympathize and move on. That's what we are doing. We have sympathized and move on. Na mtuambie kama kuna mchele, kwa hiyo kuna kesha kwake. Mtuambie ni wapi tukuje tukule, tushibe, turudi nyumbani. Na mtuambie siku ya mazishi tusihate hiyo chakula. Because there is relationship between the leaders and the citizen must be reciprocal. Wezi to treat kama Gasia
raia wameuliwa, nobody is talking about it. Mnatuma hapo mapolisi, kwanza mnatisha. Ilianza na Murkomen akisema you can't attack police. Mtu wa miaka 7 amepigwa risasi, wewe unaanza kuongea mambo you can't attack police. Like I was saying, blaming the police is wrong because they don't have the right training. But pia wale wanawatumia vibaya. Cause tumesema tutalaumu polisi, but wale wanawatumia vibaya, unaona? Wewe uko na polisi bodyguard kando yako na dereva wote ni polisi. Jamaa anagonga hiyo dirisha yako in full view of public. Anavunja dirisha na anakulisha marisasi. Why? Because you support that kind of behavior. If you supported the police, gave them the right training, equipment, na hizo kamera zifanye kazi, you see, it's only good for the goose and also for the gander. Kwa sababu kama hizi vitu setup ya security haifanyi kazi, who do you expect to protect the citizens or you yourself the leaders? Unataka utumie polisi kufanya crimes, kugrab land, kupiga your opponents, alafu unangojea the same police wenye umefanya wakuwe corrupt wakusaidie saa ile umekujiwa na ule mtu amechoka. You think you are the only thugs in the nation? Wezi wako wengi hapa nje, criminals, watu ukiguza tu kitu yake ni grudge for life. I'm telling you. Usiwahi dharau mtu ati unaona wewe you are holding a high position. Enda muangalie video za wale vijana wameuliwa hiyo Kasipul wakisemekana ni wezi na ni kukua opponent wa mtu. Kuna bodyguard wa Kidero alipigwa shoka kwa kichwa akauawa. Mwenye alishikwa ni mtu wa NGCDF ya Kasipul Kabondo. This gentleman came to the media to cry that his life is in danger, akificha kenye yeye mwenyewe anafanya. Tuacha kujifanya hapa hakuna mtu anajua kenye inaendelea. Hapa watu wanapigania pesa yetu yenye wanaiba pale kwa ground. Ni vile ubaya constituencies zingine ziko na watu wajanja over na pia criminal element wako wengi. So ule MP akijifanya yeye mwenyewe ndio criminal element, huwa anagongana na hao criminal element wengine. And you see, because of the impunity built into the security system, nani anasaidia mwingine? Sini wanaanza kulimana. Since your guy entered 2022, Gen Z, Murima, you are the main voters of this UDA government. Mkisema nyinyi hamtaki watu wazee, hamtaki dynasty. Since this your government you voted for it, watu wamededi wangapi? Kulikuwa na ile demonstration ya unga revolution, ile ya masufuria Raila, vijana waliuliwa wangapi? Where I live hapo nje, kijana aliuliwa miaka 19. Huku kwote watu walikuwa wanapigwa risasi. So citizens are desensitized. Tukuje hii mambo ilikuwa ya Gen Z revolution, 67 deaths. Sijaona MP, sijaona president, sijaona nani akiandika hizo long condolences. Don't be hypocrites. Najua ndio ubaya. Mwingine anakuja kusema at even if he was bad in life we should not write. My friend, wacha kujifanya we ni sisi. Unanichukulia hasira yangu, unataka ujitumie. Bi hasira yangu natumia mimi mwenyewe. If you deserve death, you get death. Uwezi uwa wewe ngoje kuishi. Yes, it's true. You see, mimi sijasema mtu auliwe, sijasema. Kitu nimesema, ukifuga impunity, unaonyesha mategi kuwa pesa yetu ya CDF na nini ndio huwa mnakula. Ukikuwa wewe, opponent wako lazima achapwe, adungwe kisu, apigwe axe. And the police musipo wapatia the right instruments, training, nguo, vitu zile zinatakikana ndio polisi aelewe kudeal na raia, unangojea. What are you waiting for? Lawlessness cannot bring peace. Impunity cannot bring peace. When president, umechukua shamba ya mtu, umetumia risasi kuchukua. What are you teaching the people? Do you think there's anybody in the world with a monopoly on violence? Everybody, kila mtu hii ni nyama. Hakuna mtu ametengenezwa na chuma. So hata ukijificha nyuma ya polisi 100, your day will come. Your day will come not because we are killers. It's because once you build a big pool of killers, they will start killing each other.
Killing, stealing, nini, hizo vitu zote, those are one of the worst vices that human beings can have. And when you give that amount of criminality, you give it impunity, you allow it to permeate in the society, what happens? Unapigwa risasi na we ni mkubwa, mahali mulipitisha budget bunge ya kuweka kamera, hamukufuatilia ziwekwe, zikakuliwa. Mulihonga, mefundisha mapolisi, kwanza huyo mwenyewe huyo, ebu just investigator, he has been using the Oyugi DCI office like his toilet paper. Ukifanya kisanga pale, you send your DCI friends washike watu ndio wewe ujifunike. You have done all these things and it has come full circle. That is how life is. We ongea, we fanya mambo utafanya, but the repercussions are always there. And as a leader, we mwenyewe jua, if you become a criminal element as a leader, you are an easier target. Kila mtu anajua mali huko, mambo yako inajulikana. Hawa watu mnapigana na wao wako behind, hata waonekani kwa kamera, wewe ndio umeonekana. You go struggle for your life alone in the world. Anyway, we sympathize and we move on. Hii mambo ya kucheka na watu, you see, at the end of it, we sympathize. We don't want criminals. We don't want criminals to take over. But the people allowing criminality to... Because once you say amupendi hii katiba tumepitisha kama wa Kenya, ndio inakupatia mpaka wewe hiyo kazi ya MP ama president ama nani. Then unadharau hiyo katiba. Unangojea nini? There is no day utapanda mahindi uende kwa shamba ushtukie zimekuwa maragwe. MP amechukua miaka 10 na akipandaga mahindi. Ndio yeye alivuna hapo kwa roundabout ya City Mochari. Yes. Kwani ni watu wangapi ni wajinga sana watiaji wanaongea matope na wakupigwa risasi? Mbona ni yeye? My friend, if you want a good country, take personal responsibility, especially if you are a leader. Hata nyinyi voters, ni kama mmeandikiwa ama criminals ndio mnataka. My friend, there are so many people who are working peacefully and creating wealth wenye mwezi wapatia opportunity juu mnataka kuchagua wezi. Mnataka kuchagua criminals. My friend, utakula risasi peke yako, watoto wako na kila mtu wenu ndio atalia. Sisi hata tutashangilia. You saw Homa Bay people the way they are happy. Yeah, online unaweza fikiria wameokolewa kutoka kwa shetani. Watch out, man. Do what you are supposed to do. Now I can see guns blazing. The members of parliament now, they are mourning one of them. Amekufa. Just 2 days ago, watu waliuawa hapa Narok, Angata. 5 of them. Na si kusikia mtu akiongea. MP si kusikia. Kwani kuna special life? Kwani life sio life? Kuna life yenye iko painful ku lose na kuna yenye iko painful ku lose. Kwani you people mnachukua Kenyans aje for granted? Kenyans are there to pay for anything just to be killed. And si ulisikia fala mwingine hapa? Fala sijui mbunge wa wapi, sijui wa Mandera, sijui wapi. Akisema we just ati watu wameuawa sana about the BBC and whatever. Ati we just sympathize and move on. Why are you all ati sijui DCI wa investigate, sijui nini ameuawa, sijui huyo MP wa Kasipul ameuawa, where DCI should investigate, sijui what they send, even IG they send everybody to investigate. Unasikia? To investigate, while the people who killed the policemen, the men in uniform who killed the people in Angata are known, but no actions have been taken. Kwani kuna special life? You people now umejua you are not immune. You're not immune. Amuiko immune. Sasa mnyinyi wote mko nini? We are not celebrating, but why? Be fair. Hakuna life kubwa na ndogo. Hakuna life special. A life lost is a life lost. Hakuna life special. Treat Kenyans the way you want them to treat you. Treat Kenyans the way you want. Hakuna mtu special kwa hii dunia. Hakuna mtu anafaa kupoteza uhai na mwingine hafai kupoteza uhai. Hakuna kitu kama hiyo. We are all Kenyans. We are entitled to protection. Protect lives equally. Hakuna, there is no ati sijui huyu ni Mkenya zaidi kuliko hao wengine. No. Hakuna kitu kama hiyo. Sasa nyinyi wote mnaongea, mmoja wenu ameua, you're not immune. Now you can talk. Mungu akuli ugali. Mungu anajibu maombi.
And kuna yule Somali MP ambaye alisema, reacting on the documentary dubbed Blood Parliament released by BBC, the MP said on the floor of the House that people die every day. They sympathize as MPs and move on. Now that one of your own has died, as Kenyans, we also sympathize and move on. Ongondowere was a thug. The heinous crimes, including murder, he has committed cannot be forgiven, and is going to rot in hell. Ongondowere is going to rot in hell because of the murders he has committed on Kenyans. Now, if you want to find out who killed Ongondowere and why, it is the ODM party and the party leader. They know. ODM party, Kenya Kwanza, go ask the president of Kenya, William Ruto, go ask the president of Luland. They know who is responsible for the death of Ongondowere. Otherwise, Ongondowere, may you rot in hell. Kwa wale vijana wa Kenya umeua huko Kasipul, na sisi hatuombi msamaha.